misamiati walau 200 ili wanafunzi wawe tayari na wapate wepesi kwa ajili ya kuikabili hii lugha. Baada ya kupata hii misamiati walau 200, tukijua kopo linaitwaje, choo kinaitwaje, tukazikabili zile kanuni, basi somo hili litakuwa ni jepesi. Twende. Leo hii tutaanza na majina ya vitu vya nyumbani. Majina yanaitwa asma, lakini vitu vya nyumbani vinaitwa ashiyaul manzil. Kwa hiyo ukitaka hili neno lote unasema asma'u ashiyail manzil. Lakini leo hii tutafupiliza kwa kusema ashiyaul manzil, yani vitu vya nyumbani. Hii inaishiwa na kasra, ashiyaul manzil, kwa wale wenye kutaka kudhibiti sehemu zote za mwishoni mwa maneno. Ashiyaul manzil kwa maana ya majina ya vitu vya nyumbani. Tutaangalia haya maneno namna yalivyotumika katika Qur'ani na katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kutaka kulinganisha na kupata utulivu, kwa kuwa hivi tunavyovisomesha ndivyo vile vile ambavyo vimetumika katika vitabu mbalimbali, na ndio hii lugha wanayotumia wenye lugha yao. Twende. Neno la kwanza ni sakfun. Sakfun kwa maana ya paa, dari na kwa juu. Na neno hili limetumika katika Qur'an. Mungu aliposema wasaqful marfu, na dari iliyonyanyuliwa, kimaanisha mbingu. Na maneno katika lugha ya Kiarabu kiasli yote yanakuwa yanashiwa na dhammatain. Ndio maana naona yote yameshiwa na dhammatain, isipokuwa atakapotokea sababu ndio itabadilika. Kwa hiyo sakfun maana yake ni dari ama paa. Neno la pili ni umdun. Ukisema umdun maana yake ni nguzo. Umdun au imadun ni nguzo. Na neno hili limetumika katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asiposema salatu imaduddin, kwa maana ya swala ni nguzo ya dini. Neno jingine ni jidarun. Jidarun kwa maana ya ukuta. Hivi vitu vyote vipo katika hali ya umoja. Jidarun maana yake ni ukuta. Na neno hili limetumika suratul Kafi, pale ambapo Mungu alisema fajadu fiha jidaran yuridu an yanqadha faqama. Walipokuta ule ukuta unataka kudondoka, alikuwa Hidhri yule akausimamisha ule ukuta. Hatupo huko lakini. Neno jingine ni bab. Bab kwa maana ya mlango. Babun tunaishia kwa dhumateni. Babun kwa maana ya mlango. Neno limekuja katika sehemu nyingi sana katika Qur'ani. Hata katika suratul Naba imekuja pale. Ilikuwa inasemaje ile aya? Wafutihatis samaa'u fakanat abwaba. Wafutihatis samaa'u fakanat abwaba. Na mbingu itafunguliwa, itakuwa na milango, ikiwa umetumika wingi. Abwab kwa maana ya wingi, lakini umoja wako ndiyo bab. Nafikiri katika nyingine ipo imetumika katika umoja, lakini hapa hainijii kichwani kwangu. Na nyingine ni miftah. Miftah kwa maana ya ufunguo. Miftahun, ufunguo. Hii imetumika indahu mafatihul ghaibi. Kwa Mungu ndio kuna mifunguo ikiwa katika hali ya wingi. Na kwake Mwenyezi Mungu ndio kuna mifunguo. Kuna mifunguo, yani wingi ndio wafunguo. Sijui nitakuwa sahihi katika lugha ya Kiswahili. Na kwake ndio kuna mifunguo ya mambo yaliyofichikana, ghaib. Neno jingine ni kufl. Kusema kufl au kuflun. Kuflun kwa maana ya kufuli. Ili neno limetumika katika Qur'an pale ambapo Mungu amesema ama ala qulubina aqfaluha, au katika nyoyo, ukiwa ni wingi wa moyo utakuja kuona huko katika viungo vya mwanadamu. Ama ala qulubina aqfaluha, au katika nyoyo ndio kuna makufuli, ikamaanisha kwamba mioyo imefungwa kabisa, haipokei kitu chochote. Neno jingine ni sulam, au kwa tunavyosoma ni sulamun. Sulamun
Kusema sulamun maana yake ni ngazi. Neno hili nalo limekuja katika Qur'an pale Mungu aliposema, alisemaje? Am lahum sulamu yastamiuna fihi, am lahum sulamu yastamiuna fihi, au wao wanayo ngazi ikawa wanasikiliza ndani yake. Wanasikiliza kitu gani? Ndani ya nini? Atupo huko. Lakini sulam kwa maana ya ngazi na imekuja katika Qur'an. Na jingine ni hijab au hijabun. Hijabun kwa maana ya pazia ama kizuizi. Kusema hijabun kwa maana ya kizuizi pia. Hajaba maana yake amezuia. Hijab kizuizi. Na hii imekuja katika Qur'an. Wa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna hijaban mastura. Ukisoma wewe Muhammad, ukisoma Qur'an, sisi huwa tunajalia kati yako wewe na kati ya wale ambao hawaamini kizuizi chenye kustiri. Kinakuwa ni mithili ya resistor. Na nyingine ni shubakun. Shubakun kwa maana ya dirisha. Na hili sikuliona lakini ni dirisha maana yake. Na nyingine ni hujra. Hujra kwa maana ya chumba. Hujratun, chumba. Imekuja katika suratul Hujurat. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun. Hakika wale ambao wanakuita wewe Muhammad nyuma ya hivyo vyumba, wanakugongea Muhammad upo ndani, wengi wao hawana akili. Kwa hujurat ndio wingi wa neno hujra ambao ndio umoja. Neno jingine ni mitbakh. Mitbakh au matbakh unapita zote mbili ikiwa na maana ya jiko, pia sikuliona. Neno jingine ni baitul khala. Baitul khala ni maneno mawili ambayo yameunganishwa, imekuwa ni murakkab. Ikiwa neno la kwanza ni bait na neno la pili ni khala. Ukisema bait kwa maana ya nyumba, lakini khala maana yake ni tupu. Khala yakhlu maana yake imekuwa tupu, inakuwa tupu. Khala ndio ile tupu, kitu kipo empty. Albaitu khal, nyumba ipo tupu. Kwa hiyo ukiunganisha maneno maana yake ni nyumba ya utupu. Au usemaje, ikiwa ni mzizi wa neno tupu, nyumba tupu, au so nyumba ya utupu. Yaani ndani yake kuna kuwa patupu, hakuna kitu. Kwa hiyo nyumba ya utupu. Hapa unganishwa maneno yote mawili ndio ikapatikana neno moja ambalo ndio choo. Bait imekuja sehemu nyingi tu. Bait pia maana yake nyingine ni beti. Bait kwa maana ya beti katika mambo yale ya mashairi, lakini ikiwa katika hali ya kawaida bait maana yake ni nyumba. Bali baitul khala maana yake ni choo. Na jingine ni milaka. Kusema milaka maana yake ni kijiko. Hilo si kuliona sehemu yote. Na jingine ni sahn au sahnun kwa dhumateni mwishoni kwa maana ya sahani. Hii imekuja katika Qur'an lakini hakutumia msamiati huo. Sahani na msamiati mingi. Tabaka, kusema inaitwaje ile? Sihaf, swafha. Tutaangalia zaidi. Lakini imekuja katika Qur'an kutumia msamiati huo. Neno jingine ni sikin. Sikin kwa maana ya kisu. Au mudia pia ni kisu. Sikin imetumika katika Qur'an. Katika kisa cha Zulekha kile alikuwa anasema wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, akampa kila mmoja kati yao wale wanawake kisu, akampa kila mmoja kati yao kisu. Ataongeza misamiati zaidi ya hii mpaka pale ambapo itatumia misamiati 200, ndipo tutakapokabili kanuni tukiangalia sarfu, nahwu. Uko mbele zaidi tutakuja katika balagha, mantiq na fani nyingine mbalimbali. Wala huna qala billahi tawfiq, wallahu alam bisawab. Tutakapokuwa na swali sehemu hujaelewa, comment hapo, wasomaji watakaopitia wakanitaarifu, basi tutajua wapi tuongeze nini na tuweze kufanya kitu gani ili muweze kuelewa zaidi. Wala huna qala billahi tawfiq wa ila liqa.